إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أن دعوى محبة الله عز وجل أمر يتدرج إليه كل أحد، لكن الأقوال بلا برهان تعد دعاوى باطلة. وقد جعل الله تعالى الميزان الدقيق والعلامة الصادقة لهذه المحبة في كتابه المبين، فقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ndugu zangu Waislamu, ama khutba yetu ya leo itazunguka katika hii aya tukufu, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kwa unwani ya kwamba watu wanadai kumpenda Mwenyezi Mungu lakini hawataki kufuata sunna na mienendo ya mtume wa Allah, sala na salam zimfikie. ادعاء محبة الله سبحانه وتعالى لا يصح ولا يقبل إلا بالبرهان العملي المتمثل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية الكريمة سميت بآية المحنة لأنها الفاصل بين الصادق والكاذب في حب الخجل، وثمرة هذا الاتباع هي نيل محبة الله ومغفرة الذنوب. أما kudai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala haikubaliwi wala haisihi pasina dalili ya kivitendo na kumfuata mtume wa Allah, sala na salamu zimfikie. Kwa sababu hiyo ndio ikaitwa hii aya biayatul mihna, aya ya mtihani na ikhtibar, wapima watu kwamba je, wanampenda mtume, wanampenda Allah kikweli kweli au wanasema urongo. Kwa sababu gani? Ndio ikaitwa hii aya ayatul mihna, kutaka kuwapambanua baina ya wakweli ni kina nani na waongo ni kina nani, ili tujue ni mahaba ya ukweli au ni urongo waliopanga wao. Kwa sababu kama mtu anampenda Allah kisawasawa, lazima atapata matunda ya kumfuata mtume, sala na salamu zimfikie yeye, kwa kupata kupendwa na Allah, vile vile kusamehewa madhambi yake. Ya'lamu anna da'wa mahabbata Allah azza wa jalla amrun yatajarraju ilayhi kullu ahad, lakin al-aqwal bila burhan tuaddu da'awa al-batil. Jueni ndugu zangu Waislamu kwamba kudai kwamba wampenda Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo linakwenda daraja kwa daraja, na linatakaniwa kila mmoja wetu afuate njia hiyo. Lakini kusema tu maneno pasina kuwa na dalili yoyote ambayo inakupelekea wewe katika kumpenda Allah, nayo ni kumfuata mtume wake, basi itakuwa ni madai ya urongo, madai ya batil, wala si ya kweli. وقد جعل الله تعالى الميزان الدقيق والعلامة الصادقة لهذه المحبة في كتابه المبين حين قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ndio anasema, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akajalia
kuwa na mizani iliyo na uadilifu na alama ya kweli ya kuonyesha kwamba watu wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio katika kitabu chake kitukufu akaleta aya kama hii pindi aliposema, ikiwa ni mnampenda Allah kikweli kweli, fattabi'uni, basi nifuateni mimi. Anaambiwa mtume wa Allah awaambie masahaba zake na wale waliokuwa pamoja na yeye, na khitab inaturujia pia sisi kwamba kama kweli nyinyi muna mahaba ya ukweli kabisa ya kumpenda Allah, basi mfuateni mtume wake. Lakini pasina kumfuata mtume, hayo ni madai ya urongo, hayo ni mapenzi ya urongo, wala hayana ukweli wowote. Alafu matunda yake ni nini baada ya kumpenda na kumfuata mtume? Yuhibbukumullah, Allah subhanahu wa ta'ala atawapendeni nyinyi, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasameheni madhambi yenu. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa ambalo kila Muislamu analitarajia hapa duniani, kwamba kesho akhera ukifika uwe umependwa na Allah na vile vile uwe umesamehewa madhambi yako yote. Na yatapatikana vipi? Lazima tupitie kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio tumfuate yeye, ndio tupate mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwenye huruma. Lakini kwa watu gani? Kwa wale ambao wanamfuata mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hadhihi al-ayatu al-karima hiya ayatu al-hakima au al-hakimiyya wal-mihna, faman idda'a hubba Allah ولم يسر على الهدى على الهدي المحمدي ولم يلتزم بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم نهيا وأمرا فهو كاذب في دعواه حتى يوافق عمله الشرع. Anasema hii aya tukufu ni aya iliyokuja kupambanua waziwazi na kuhukumu vipi kunapatikaniwa mahaba ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Basi tujue yoyote ambaye atadai kumpenda Allah na wala hafuati mwenendo wa mtume na sunna zake na vile alivyotufundisha, basi ajue kwamba wala hatojilazimisha na maamrisho ya mtume, ima makatazo yake au maamrisho yake, basi ajue huyo ni mrongo katika madai yake. Kwa hivyo siku zote wewe ukijidai kwamba wampenda Allah, pitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndio kutapatikana mapenzi ya ukweli. Na ajue ya kwamba lazima vitendo vyake vifuate sheria. Sio yeye yajidai wampenda Allah na hataki kumfuata mtume wake, na wala vitendo vyake haviendani na sheria ya Kiislamu, alafu anadai anampenda Allah. Hakuna mapenzi kama hayo. Ndio Allah akatuambia, kul in kuntum tuhibbuna Allah, sema ewe Muhammad, ikiwa munampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi mtume wake. Yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa aseme namna hiyo. Kisha yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, hapo ndio atawapendeni nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala na atawasameheni madhambi yenu. Lakini kwa kupitia nani? Kwa kupitia mtume wa Allah, sala na salam zimfikie yeye. Ayuha almuslimun, inna ittiba' alhaqiqi linnabiy sallallahu alayhi wasallam yatadamman al-umur al-ati, hakika kumfuata mtume wa Allah kikweli kweli imefungamana na mambo yanayofuata. Awala, ya kwanza, ta'atu amrihi, ni kufuata au ni kutii maamrisho yake. Wal tamassuk bi sunnatihi fi dhahir wal batin, na kushikamana na sunna ya mtume kwa uwazi na kwa kujificha. Yani ukiwa uko mbele za watu unafuata sunna za mtume, na ikiwa uko peke yako unafuata sunna za mtume. Kwa hivyo hili ni jambo la kwanza. Kama kweli wewe wataka kumfuata mtume, ni umtii maamrisho yake wazi wazi, na ukiwa uko peke yako. Thani, ijtinabu nahyihi, kujiepusha na makatazo yake. Kila jambo ambalo wamelikataza sisi tujiepushe nalo. Walbu'd an kulli ma
ghadaba lahu wa rasuluhu, na kila jambo ambalo litamuudhi mtume na litamuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake tujiepushe kabisa katika jambo hilo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratul Hashr, wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale mambo yote ambayo amewaamrisha amewaelekeza mtume wa Allah sala na salamu zimfikie yeye, chukueni, yani fuateni, tekelezeni. Wama nahakum anhu fantahu, na kila jambo alilo wakatazeni basi komekeni nalo, liacheni kabisa. Huku ndio kumfuata mtume na huku ndio kuonyesha kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Amma thalith, ta'dhimu hadihi, kutukuza uongofu wake, kutukuza uongofu wa mtume sala na salamu zimfikie yeye, na kumfanya yeye mtume ndio qudwa, ndio kiigizo chema ambacho sisi Waislamu tunafaa kuigiza, kama vile alivyotuelezea Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mmekuwa nini, muna kiigizo chema kwa mtume wa Allah sala na salamu zimfikie yeye. Kama hatumfuati mtume, basi tutapata vipi kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala? Lazima tufuate uongofu wake vile alivyotulekeza, fil akhlaq, katika tabia, wal muamala, na katika muamala wetu. Vipi tunashirikiana na watu, vipi tunafanya biashara, vipi tunaishi. Mtu aishi Kiislamu, sio Uislamu unauacha msikitini peke yake, la, inatakaniwa maisha yako yote iwe ni Uislamu, katika ibadat, katika muamalat, katika kila kitu. Lakini sio wewe ni Muislamu ukiwa msikitini, ukitoka nje si Muislamu, au wachukua tabia na muamalati ambazo si za Kiislamu. Hii haitakaniwa. Inatakaniwa kama vile alivyotueleza Allah, udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu mkiwa mko full kabisa, wazima wazima, sio umeingia nusu, mguu mmoja ndani mguu mmoja nje. La, ukiwa Muislamu uwe ni istiqama, kama vile alivyouliza yule sahaba, kulli fil islam amran au qawlan la as'aluhu anhu ahad, au kama qala, faqala rasul qul amantu billah thumma istaqim. Mtume akamjibu akamwambia, sema nimemwamini Allah kisha uwe na msimamo. Kwa hivyo ukitaka kuwa wewe ni Muislamu wa kisawasawa, lazima uwe na msimamo, maisha yako yote yawe ni Uislamu, uwe unamfuata mtume wa Allah katika akhlaq zake, tabia zake, na katika muamalati zake. La, kama ikiwa utakuwa wewe hufuati kama vile alivyoishi mtume sala na salamu zimfikie yeye, basi wewe utakuwa bado imani yako iko chini, na wala utakuwa madai yako si ya ukweli kwamba wewe unampenda Allah na mtume wake. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. قولوا جميعا استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. عباد الله، تذكروا دائما أن حب الله ليس مجرد كلمات تتردد على الألسنة، بل هو نور يظهر في الأفعال واستقامة على الطاعات ومسارعة للخيرات. Ndugu zangu Waislamu, tukimalizia ni kwamba tukumbuke siku zote kwamba kumpenda Allah sio kwa kusema peke yake, sio kwa maneno ambayo yanarejelea katika ndimi zetu, la, bali ni nuru ambayo inadhihirika katika vitendo vyetu. Yani maana yake tukifanya vitendo viwe vitendo ni vya kumpendeza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sala na salam zimfikie. Lazima kila tunalolifanya liwe linaenda sambamba na sheria ya Allah, linaenda sambamba na sunna ya mtume wake. Lakini sio sisi tunadai kwamba tunampenda Allah na mtume wake, na huku tunaenda kinyume kabisa
na yale mapenzi au na vile anavyotaka Allah na mtume wake, itakuwa bado hatujahakikisha yale mapenzi ya kumpenda Allah na mtume wake. Wastiqamatun ala ta'at, na vile vile tuwe na msimamo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Sio sisi tunajifanya ni wachaji Mungu pindi inapoingia Ramadhani, lakini ikishatoka Ramadhani basi tunakuwa sisi na kutii Allah na mtume wake tuko mbali kabisa. Au kama vile wengine ambao tunawaona wanakuja kuswali siku za Ijumaa peke yake, au Ramadhani mpaka Ramadhani, au siku za Eid, au katika munasabati zozote zile za kidini. Hii itakuwa ni makosa. Tutakuwa sisi hatuna tofauti na wale ambao si Waislamu, kwa sababu wale ambao si Waislamu wana siku moja tu wanaomkumbuka Mola wao. Sasa na sisi tutakuwa hatuna tofauti na wao. Kwa hivyo Muislamu anatakaniwa kila siku, kila wakati yeye awe ni Muislamu. Sio time fulani wewe ni Muislamu lakini time nyingine si Muislamu, siku fulani ni Muislamu siku nyingine si Muislamu. La, lazima uwe na istiqama katika dini yako na ujifakhiri kwamba mimi ni Muislamu. Lakini sisi leo maal asafi shadid utawakuta Waislamu hata mtu kuleta adhkari akiwa barabarani yuona haya. Waona haya vipi wewe? Na wewe ushajulikana tayari wewe Muislamu. Maana shakli yako wewe Muislamu, mavazi yako wewe Muislamu. Kitu gani waona haya? Kwa sababu ukileta adhkari unapata thawabu nyingi mbele ya Allah. Kitu gani kinakufanya wewe usilete adhkari? Mbona basi uoni haya kuimba? Mbona uoni haya kuzungumza maneno ya kidunia? Je, unapata nini katika yale maneno? Au unapata nini katika zile nyimbo? Bali utaona kwamba wajiongezea madhambi. Waonaje ukabadilisha kati ya hayo unayoyafanya unaopata madhambi na yale ambayo utakayoyafanya upate thawabu? Kwa hivyo jaribu kujiwekea akiba yako itakayokuja baada ya haya maisha ambayo ni yenye kumalizika. Kwa hiyo sisi wanadamu tunaghurika na hii dunia ambayo ni maisha yenye kumalizika, alafu tunaisahau akhera ambayo ni maisha yenye kukaa milele. Kwa hivyo jiandae na ujiwekee akiba kwa maisha yako yatakayokuja baadaye. Nani katika sisi ambaye amezidisha zaidi ya miaka 110 ama 20? Utakuta wengi wao wanaishi miaka 60, 70, na wale kidogo wanafikia mpaka 100. Lakini hakuna mtu ambaye anatajawaz mpaka 150, 100, 200 na kadhalika. La, bali zamani kulikuwa na watu wakiishi namna hiyo, mpaka ikawa mtu akimaliza miaka 200 na akafariki watu wanamlilia. Kwa sababu gani? Wanamuona bado ni mtoto mdogo. Sisi leo tukishafikisha miaka 40, 50, wewe ushaonekana kwamba wewe ni mtu mzima sasa. Lakini wewe bado tu wataka uangalie dunia yako. Akhera utaiangalia lini? Ushaangalia miaka yote hiyo iliyopita. Basi hii angalau usimpatie Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tujiandae na maisha yatakayokuja baadaye ambayo ni maisha ya milele. Kwa hivyo tuwe na istiqama katika dini yetu. Wa musara'atu lil khairat, na vile vile tuwe na kushindana katika kufanya mambo mema. Tumetoa visa vingi hapa vya masahaba kwamba walikuwa wakishindana kila leo, lakini sisi maal asafi shadid hakuna kitu. Angalia wakati kulipokuwa na ile Jeshul Mu'sir, Uthman bin Affan alileta mali yake kiasi gani? Alileta farasi 100, akaleta ngamia 100, na sio hao peke yake bali na vile vitu vyote ambao vinatakaniwa juu ya yule farasi ambao atatumia yule mwanajeshi ambaye atapanda juu ya yule farasi, chakula chake, nguo zake za kivita, mapanga yake na kadhalika. Wafikiria hiyo ni mali ya kiasi gani? Na alitoa fi sabilillah. Kuna wakati kulikuwa na shida katika mji wa Madina, kukaja kafila kutoka Sham ikiwa na vyakula na kadhalika, na ilikuwa imeletwa na nani? Saidina Uthman. Matajiri wote wakamfuata wakamwambia, tupatie sisi, tutakupatia faida ya shilingi 1 au shilingi 2 au shilingi. Kila wanayomwambia
Saidina Uthman anawaambia nimepata zaidi ya hiyo. Mpaka wakaangaliana wale matajiri wa Madina, wakamwambia hakuna mtu ambaye yuweza kupatia zaidi ya hiyo tuliokupa. Akawaambia Allah subhanahu wa ta'ala amenipatia zaidi ya hiyo. Kwa hivyo hii mali yote igawanywe kwa wale mafakiri wa Madina. Huu ni musaraa vipi wa khairat? Kwa nini na sisi twashindwa? Hata kama huna hicho kichache chako, jigawanyie wewe, nusu mpatie Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku zote Allah anaona haya kukopeshwa. Kwa hivyo kesho utakwenda kuona malipo makubwa sana mbele ya Allah. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ile sadaka au jambo la kheri ulompatia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tukidai sisi tunampenda Allah, lazima tumfuate mtume wake. Pasina kumfuata mtume wake, tutakuwa hatuna jambo lolote la kutuonyesha sisi tunampenda Allah. Halafu ndio pale tutakapopata matunda ya kumpenda Allah na mtume wake, pindi tutakapomfuata mtume wake. Kwa kupata nini? Kwa kupata kupendwa na Allah na vile vile kusamehewa madhambi yetu. Lakini tusipofanya hivi, hatuwezi kupata matunda kama hayo. Kwa hivyo tusije tukajidai kwamba tunampenda Allah alafu tunamzushia mtume wetu sala na salamu zimfikie yeye mambo ambayo hakuyafanya. Hii itakuwa tunaenda kinyume na vile alivyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارضى عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب أسد الله الغالب، وغيرهم من الآل والأصحاب وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر كلمة الحق والإيمان. اللهم اجعل خير زماننا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك، وارفع مكتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المحبين لك المتبعين لرسولك حقا وصدقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هاما إلا فرجته، ولا طالبا إلا أعطيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عسيرا إلا يسرت له، ولا مبتليا إلا عفيت عنه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين. بعد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله